kulikuwa na 11 men, 11 gentlemen, and all are in uniform like a black suit. What was happening? Because this is the time nikidua kwa nyumba nikaona human shadow. Ukiwa umetulia kwa nyumba ukaona kivuli. Kivuli cha mtu kimepita tena kimerudi tena. Wow. So nikajiuliza. What's up people? Welcome to my YouTube channel manze. Na if you are new here, make sure you subscribe to my YouTube channel na pia make sure umeweka hiyo notification on ndio nikiachilia video ukiwa wa kwanza kuwatch. So guys, leo hapa hivi nimewaletea guest mmoja hatari. Mmoja sure. So unajua mmekuwa hizi stories za nini zimekuwa zikitanda kwa hizi za Illuminati nini devil worshiping kuingia huko. Today nimewaletea guest mmoja alikuwa kwa Illuminati. So nataka atueleze into details venye kunaendaga. Wacha kwanza ajiintroduce tumjue ndio atupeleke moja kwa moja into details step by step. Ni aje? Poa kabisa. Ya, jina yangu ni Jeff Karanja. Jeff Karanja. Ya. Na kutokana na vile kama hapo umesema awali. Mimi rafiki yangu alikuwa ananiingiza kwenye chama cha gizani. Let me call them Freemasons. Freemasons are members of the secret society recognized by Supreme Council of the Masonic Grand Lodge, connected to 33 degrees at the New World Order. Maybe many people may ask, who are New World Order, who are secret society, who are Freemasons, who are Illuminati, who are, many questions will ask. So Freemason sio watu wazuri. Ni waabudu wa mashetani, lakini watu wengi they don't know, they think they are a society by itself or a society from their own world. They are a society that practice rituals and not a society that someone can trust. Na sasa ndio ifike hii stand. Ifike mahali ndio uintroduciwe kwa Illuminati. Na by the way acha nikuulize swali moja. Kati ya Illuminati na kuna kuwa na Illuminati na iko Illuminati na Freemason. Ni kitu the same ama ni vitu tofauti? Protestants, when you come to the Christians, Protestants and Catholics are all Christians. So Illuminati and Freemasons, they are all the same. They are all the equal. You are to the same because they are followers of dark. They are followers of darkness. Yeah. Na ilifika aje stand ukaintroduce kwa nini? Ulikubariki ama kuliendaga aje? No, how I got myself into that situation. Ni one day I met my friend. Nilikutana na rafiki yangu. Na huyu rafiki yangu tukawa tunasoma na yeye high school. Na tukisoma na yeye high school, one day one evening tulihappen ku meet town. Kwenye harakati ya kukutana town, ikawa ile siku ameniona, amenisimamia gari kado, akaniita. Na baada ya kuongea na yeye akanipea business card. Kunipea business card, akaniambia I'm on a holiday, but make sure this coming weekend you have to contact me, we discuss, we talk. We have a progressive ideology that can transform your life. So I decided to contact him on the coming weekend. So hiyo weekend ilifuata, mimi mwenyewe niliamua kumpigia kama vile tulivyopanga na yeye. Baada ya mimi kumpigia, alinialika hoteli fulani. Ile hoteli alinialika, nikamwambia mimi sina pesa ya kwenda kwa hiyo hoteli. So akaniambia niende kwa taxis, mahali taxis zimepakiwa cabs. Niongee na dereva mmoja nipeleke. Tukifika hotelini, this guy will come and pay the bill of the tax. And that is what I did. After kufika pale hotelini, nikampigia, akakuja akalipa taxi kaenda. Sasa tukabaki na yeye, tukaingia hotelini. So nani aligharamika, alikulipia taxi na
kila kitu mpaka pale kwa hoteli, mpaka bili ya hoteli. Baada ya kukula pale kwa hoteli, tulikula naye tukakula vizuri tukiongea. Baada ya kuongea akaniambia alipe bill. Kuna mahali anataka anintroduce kwa wazee marafiki wake. So after eating we went to the delegation room. Kwa hoteli kubwa kuna kwa mahali mnaweza kulia, mahali mnaweza piga meetings. So kwa ile hoteli kubwa kulikuwa na delegation room. So pale nikamfuata, kaenda akanock. After knocking tukafunguliwa mlango. So tukaambiwa welcome. Kuingia pale ndani ndio niliona kuna wazee 11 pale. Kwa hiyo room sasa kulikuwa na 11 gentlemen and all are in uniform like a black suit. Na walikuwa na ile mishipi ya mabishop ya yellow. Everyone had a black suit, white shirt, but it ties different colors. Na huko kwa shingo wamevaa mishipi kama ya mabishop. Sasa kwenye harakati ya hii tukabaa tulipoingia mlango ikafungwa. Sasa ni mimi na wao. So one of the guy appear from this 11 men akakuja hapa mbele yangu akaniuliza, Jeff, are you ready to join Secret Society? Na sasa beshte yako mko naye hapo bado? Ako hapo na amenyamaza. Haongei kitu. So nikiwa hapo wakati niliuliza kama are you ready to join the Secret Society, after mimi kusema yes, nikaambiwa toa kiatu moja na ufungue shati yako saidi moja. So mkono yangu moja inaonekana uchi na hii nyingine iko na nguo. Then kiatu moja kwa mguu na nyingine iko naked, iko nje. So wakaniwekea mkeka ya black and white pale katikati ya wazee wa saidi na saidi hii. Nikawa nikachukua mkono moja ya left, nikawa nazungushwa kwa ile mkeka, yani mnatoka hapa mnaenda kama 4 meters square mnaenda hivi. Sasa wazee wa saidi na saidi wanasema sasa wakisema wanasema from today, watu wanasema pamoja. From today you have become a member of the Secret Society and you will start seeing scientific truth of light. And scientific truth of light ni kwa nyumba kwa edge. Kuna kuangana kio fulani na nyumba ikijengwa kwa side. Inakuwa ya kuingiza mwangaza ndani ya nyumba. So Freemasons or the Illuminati believe hii mwangaza huingilia kwa hii kioo. It is called scientific truth of light. So baada ya hiyo hawa wazee wakatengeneza semicircle. So mimi nikaletwa hapa mwisho mahali nilikuwa nimetoa kiatu na shati yangu. Nikaambiwa nirudishe kiatu yangu na nirudishe shati yangu vizuri. Nikaambiwa nisimame hapo kando. So hawa wazee waka make ka semicircle. Kutengeneza semicircle, mzee mmoja akakuja hapo mbele kwa meza yao. Akawekelea mkono hivi kama anataka kuota jua ama kama miale ya jua unataka kuota. Alipofanya hivi like magic thing, a white basin appeared from nowhere. So it was what's going on here? So basin imetokea from nowhere. Hii mshipi ya wao wamejifunga hapa kwa shingo ya yellow, ikafunga ile ka basin, wakainua juu kurudisha chini. Hii kitu ilikuwa na like it had a liquid like a blood. And after making semicircle wakaanza kupiga hiyo zip 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 zip. Mimi mwenyewe kufikiwa nikapewa roho yangu mimi hadi beshte yako alikunywa kwa sisa member. Hata wakati nilifanywa ile kwa mkeka black white, nikaenda kurudisha shati yangu, yeye alikuwa amesharudisha hizo uniform zao, hata amepigwa hiyo mshipi ya yellow. So mimi nikaambiwa niangalie nyuma yangu. Baada ya kukataa ile juice, kukataa hiyo blend, nikaambiwa niangalie nyuma yangu. Kuangalia nyuma yangu nikaona sahani mbili. So these plates were, one of them was of green color and white. Nikaambiwa nibebe hizo sahani niende nazo kwa nyumba. Nitakuwa nikipata mayai kwa nyumba.
ambapo sijajua inakuwa inaletwa na nani ama inakuwa inaletwa na nani. So ile mayai sasa ikawa kila siku mimi nikiamka asubuhi napika ile mayai, naweka kwa hiyo sahani ya white, nafunika na ya green, naweka kwa kona ya nyumba. Unapika mayai unaweka kwa hizo besheni ulipewa? Tusahani tuwili. Auto tusahani uliambiwa mayai usikule hata usitaste. Ushaweka kwa hiyo sahani, unafunika. Ushafunika hiyo sahani unaiweka kwa kona ya nyumba pale. Ushaweka sasa unatumia hii logo. This is called Masonic symbols of the world. Mimi nilikuwa natumianga hii logo. Alafu kisha tumia hii logo, compass and square. Unachungulia hapa katikati kama unaongelesha ile sahani. Nikiongelesha ile sahani, the plate were levitating. Levitating ni kuruka juu kama some energies are taking place. So nikafanya hivyo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. So one day nimefika kwa nyumba kama nimechoka. Alikuwa very well after kuchoka. Kuingia tu kwa nyumba kwa asubuhi nikachelewa kuamka. Moment nilichelewa kuamka. So niliamka tu kama kawaida tu, niliamka around almost 7:30 ikielekea 8. Mimi nikapika ile mayai nimezoea kuyapika. Na nikavaa nguo zangu nikaenda shughuli zangu. That evening it was a dramatic evening. Because this is the moment I was very shocked. I was baffled, not understanding what is going to happen or what might happen. So it was very baffled, you know. I was baffling what was happening because this is the time nikidua kwa nyumba nikaona human shadow. Ukiwa umetulia kwa nyumba ukaona kivuli. Kivuli cha mtu kimepita tena kimerudi tena. Wow. So nikajiuliza what is going on here. After hivyo pale kwa TV nikaona mtoto nyuma ya TV ana swing, anacheza, anachungulia nyuma ya TV anarudi, anachungulia nyuma ya TV anarudi. Ukiwa umekaa kwako hivi kwa nyumba unaona mtoto akichomoka kwa TV hivi anachungulia anatoka, anachungulia anarudi, anachungulia anarudi. Tena kustukia tena nikaona niite mtoto. Labda ni mtoto wa jirani ameingilia kwa dirisha ama by mistake aliingia kwa nyumba bila kujua. Nikaita mtoto, nikamwambia agoje nimwekee juice. So mimi nikaenda kwa vyombo vyangu nikachukua glasi nikakuja kuweka kwa meza. Nikaenda kutengeneza juice nikuja nipe mtoto. Na ni mtoto kawa miaka ngapi? It was around 4 or 5. It was a toddler. So kwenda kumpea, kwenda kuja na juice, glasi nayo iliniona ikaanza kunitoroka. So glasi kuanza kunitoroka, nikaona glasi yangu itapasuka. Nika grab hiyo glasi yangu. Kugrab glasi yangu, nikachukua juice nikaanza kuweka. So kuweka juice kwa ile glass haijai. Unaelewa? Unaweka juice kwa glass na haijai. Haijai lakini inapungua kwa jug. Lakini kwa kikombe haijai. So nikajua hapa labda there's something paranormal happening here. So after that mimi nikaweka jagi chini na nikaweka glass chini nikarudi kulala. Nikaendelea kuwatch TV. So, na sasa mtoto washaenda ama bado anaapia? Hakutokea. But what was so astonishing behind the TV, kuna mtoto alikuwa analia hapo kwa TV. Something spooky. Mtoto analia lakini humuoni. Nikimuita nimpe atokei. You understand? So mimi nikarudi kwa kiti. About 2 hours mimi nikaona hiyo usingizi umenizidia nikaenda kulala. Nilipoenda kulala kitu saa 7 saa 8 hivi. Ikielekea saa 9 hapo. Nilisikia kwa nyumba kuna some spooky music. Kuna some scary music. Kuna sauti fulani za music zinalia ndani ya nyumba. Na ni usiku? Na ni usiku. So nikajifungua blanketi nisikie sauti inatoka wapi. Nijifungua blanketi hivi nisikie sauti inatoka wapi. Ni kama manyuki zile sauti hiyo sauti. Sasa nikajifungua. Kuteka sikio vizuri, nikasikia hiyo sauti ni kama inatoka chini ya bed. Kuangalia kama hiyo sauti inatoka chini ya bed. This is the moment I was
what's going on? Nikaona ni jeneza. So ile jeneza ilikuwa chini ya bed, ilikuwa na kakioo kale mtu kuna kioo fulani akaangwa kwa coffin. Nikisi kama mtu wenu mnataka kumuona, instead of kuinua mlango yote, mnapita mkimuona. So kwa ile mlango kuna mtu alikuwa ndani ya jeneza na bisha. Nikinua mlango hakuna. Nikirudisha mlango the knocking continues. So nikavutanisha hiyo mlango. Side ya sitting room ndio nikasikia kuna whisper. Yaani kuna watu wanaongea na sauti ya chini. So ungetofautisha hii sauti ni ya mwanamke ama ni ya mwanaume. So mimi nikasikia hiyo sauti inalia kwa sitting room. All of a sudden mimi nikaruka kwa kitanda na nikalala. Kuruka kitandani kulala, I think kesho yake kulikuwa on a Sunday. So Sunday nikuwa pale, nikajitayarisha niende church. Kujitayarisha niende church, nikaenda kwa kioo kama nimejipaka mafuta na jitayarisha so that nitoke niende church. Kujitayarisha pale kwa kioo, imagine kwa kioo yangu niliona nyuma reflection ya kioo. Huku nyuma yangu kuna mtu amepita nyuma ya kioo yangu na ameenda a blackish guy. So kuangalia kwa kioo nikashindwa nimeona mtu. Sasa nikatoka nikaona mtu ameenda na amepita. Huyo mtu zaidi amepita, nikarudi tena. Sasa nimejipanga nimefunga kamba za viatu nitoke. Hii mlango yangu ya main ikavutwa ikajifunga. Mlango kuvutwa kujifunga. Sasa nikashindwa nini naendelea. So nikakaa kwa nyumba. Around saa 8 saa 9 ndio nilipigia rafiki yangu. Nikamwambia akuja nimwambie vile kulifanyika. So mlango wangu haiko inafunguka hii ya nyumba. Sababu iko inafunguka, nikamwambia avute mlango yangu ya dirisha. Nasaidia kufungua. Alipofungua tukashikana mikono hapo kama mimi niko ndani yako nje. Tukaomba. Baadaye hii mlango mimi nikajifungua. Something like a spirit have released the door. Hii mlango kuingia. Akaingia nikamuelezea. So alikuwa very shocked. Kile aliniambia nifanye, aliniachia Bible. Ile Bible aliniachia, nilikuwa naomba, alikuwa ananiambia nikiomba nasoma Bible naomba. So nikazoea hivyo. Hadi hizo spirits zikaenda. Hizo spirits sasa zilitoka. Zilitoka kweli. Sasa hiyo huko kwa sasa hiyo una roho yoyote ya huko? Hapana, sitaki na huko. Nilikataa na nikakataa kabisa. Najua nasikia watu wakisema sijui kuna jicho la kwanza, jicho la pili. Sasa wewe ulikuwa kategoria ya jicho gani? No, ningefaulu kukunywa ile juice. So that hapo ndio ningeanza kuchukua level. Ya kwanza, first degree, second degree, third degree, hadi 33 degrees. So nilipokataa wakastuka. So I think wakati tuliomba hao watu wakachukua maspiriti zao wakaenda. Sasa kitu ilikuwa kwa ni penye huko kunywa ile damu. Sio kunywa hiyo damu inatoka from nowhere. It was a mysterious liquid of our blood. Yeah. Wow. So guys manze, hope mmelearn kitu kupitia history ya Jeff manze. Imekuwa ni red hot. Yaani imekuwa ni fire. Sasa pia unafaa pia unajua marafiki wako vizuri. Unaona ni rafiki wake ni alikuwa amemuintroduce manze. So guys manze, continue subscribing to my YouTube channel. Road to 20k subscribers manze. Make sure umeacha comment. Bana jo. Big up.